Niko na chambuzi wangu hapa la kimataifa, kwa majina anaitwa Pasco au Ateba Mbida. Na mimi ni mchambuzi wako Safiko Junior. Tuko hapa kuizungumzia mechi ya Yanga na mafanikio kwa misimu mitatu iliyopita. Nadhani ataizungumzia Yanga na tupate kujua kile kitu ambacho kinaifanya Yanga kugrow up siku hadi siku mpaka hapa ilipofikia na kuwa kama tishio katika kundi lake. Ndugu yangu, naam, unaizungumziaje Yanga ya sasa hivi? Kwanza kabisa tunapozungumzia development is a gradual change. Unapozungumzia mafanikio siku zote waga ni kitu ambacho kinaenda slow sana. First of all, usajili mkubwa ambao Yanga unaletea mafanikio mpaka sasa misimu minne mitatu iliyopita, kwanza ni management, club management iliyopo. Management kubwa iliyopo Young Africans ni rais wao Engineer Hersi Said. Amekuwa ni mtu wa kushughulisha sana ubongo wake katika namna gani ya kuendesha na kuiongoza timu. Just imagine rais wa timu ambaye anaifuatilia kila mechi. Nitajie rais gani ambaye anaifuatilia kila mechi timu yake inapocheza hapa Tanzania? Hayupo. Sasa unapokuja kuangalia sajili bora alizozifanya Engineer Hersi tangu ameshika timu ya Young Africans, ni moja ya tishio sana barani Afrika. Tukianza na Stefan Aziz Ki, kutoka pale Aseke Moses alimchukua na alikuwa anawaniwa na wachezaji wengi na timu nyingi sana. Stefan Aziz Ki amekuja kuwa tishio, MVP wa ligi, pia top scorer wa ligi. Kwa ameweza kufanya sajili ambazo zimeweza kumsaidia kwa namna moja ama nyingine improve maendeleo ya timu yake. Ingizo jingine ambalo ni hatari zaidi ni Pacome Zouzoua ambaye sasa hivi ameshaachiwa majukumu kama key player katika timu ya Yanga. Ukiangalia msimu jana Pacome Zouzoua amehusika kwenye magoli mengi sana, assist nyingi, man of the match amechukua karibia mechi nusu ya mechi. Kwa unapojaribu kuangalia Yanga ya misimu miwili mitatu nyuma, ni timu ambayo kiukweli na grow up. Maingizo mapya ya msimu huu pia yalitazamwa kama hayatakuwa maingizo bora kwa sababu ya zile tuseme yani wale wachezaji walioachia walikuwa ni key player kwenye game. Khalid Aucho, Stefan Aziz Ki kwenda Wydad Casablanca. Juke Oga Abuya amefika pale, amechukua nafasi ya Khalid Aucho na ameweza kutembea box to box midfielders, defensive, aggressive, zote alikuwa anasimama yeye kama yeye. Watu wamejaribu kuangalia Engineer Hersi Said alifanya nini kumwachia Khalid Aucho na kwenda Singida Black Stars. Kumbe mindset yake ilikuwa ni kuwapa vijana idea na kuwapa wigo mpana kwa ajili ya kufanyaje? Kwa ajili ya kupata nafasi. Unapozungumzia Young Africans ya sasa, ni lidude. Yanga ni timu kubwa sana kwa sasa hivi. Kwa it's better watu wakakopi namna ya kujenga timu na kuweza kuleta competition kwenye masuala ya ligi. Ndio hivyo. Ikisemea Yanga ya sasa hivi hapo uliposema kwamba Yanga ni big yani kitu kikubwa. Tukiangalia Yanga kati msimu unaanza tumuona Yanga ikiwa mbovu. Unadhani ni sababu ipi inaipelekea Yanga kupitia kwenye kipindi kile? First of all ilikuwa ni issue ya coaching. Kocha aliyekuepo yule alikuwa anatoka Mamelodi Sundowns South Africa. Kwa kweli yake ilikuwa chini sana. Uwezo ukamwanzisha Azizi Andambwile mbele ya Juke Oga Abuya. Unapoangalia hivi vitu ni sawa, wote ni daraja moja, lakini Juke Oga Abuya ni mtu ambaye ana accessibility ya survive kwenye maeneo magumu na marahisi, pia anapiga assist, anakaba, lakini pia anaisaidia timu katika build up. Na ukija kuangalia kocha Mabedi amekamata ile timu baada ya kutoka kwa kocha Minuno, yule kocha ananuna. Mechi ya kwanza zidi ya nani wala kina Uchizi Vunga ikapata matokeo. Mechi inayofuata pia ilipata matokeo. Mpaka sasa hivi Yanga ni timu tishio sana. Kwa unapoangalia swala la coaching pia ni sana kwenye issue ya build up na link up play. Anaanzisha viungo wengi lakini hamna standing striker hata mmoja, ndio maana walikuwa wanapitia magumu, mwisho wa siku anapata draw na kufungwa pia. Unadhani key player pale Young Africa ni nani na ambaye unadhani wachezaji hawa hapa ndio sababu ya Yanga kuwa hapa walipo sasa hivi? Oh yes. One among the key player pale Yanga, mimi nitakutajia wachezaji wangu watatu muhimu sana ambao nikiwakosa pale Young Africans na hii sio siku Yanga inaweza kapoteza mchezo. Yes. Wa kwanza tunaweza nikamsema ni Max Nzengeli. Is a free role player. Ni mtu ambaye hajapewa majukumu ya namba moja.
anaweza ukamkuta namba 2, unaweza ukamkuta namba 3, unaweza ukamkuta namba 4, unaweza ukamkuta pia wing. Yule ni tanki kweli kweli. Yaani yule ni tanki kweli. Haonekani kwenye numbers, lakini ni mtu ambaye anasaidia timu kukaba na kwenye kushambulia pia. Mchezaji wa pili ni Pacome Mzuzwa. Amekuwa ni hatari sana. Unapomzungumzia Pacome Mzuzwa, ni swala tu la umri yeye kucheza Afrika, kwa sababu ndio mchezaji pekee ambaye ana accessibility ya kuitwa kucheza kombe la dunia 2026, 27 na 25, 26 Ni mchezaji ambaye amefuzu na timu yake ya Cameroon kwa ajili ya kufanya Ivory Coast, Cameroon, Ivory Coast. Ivory Coast. Kupata nini? Kucheza kombe la dunia. Mchezaji wangu wa tatu muhimu zaidi ni kwenye eneo la defensive midfielder. Ukiachana na backline, kwa defensive midfielders, Duke Ogabuya. Wow, is just a active midfielder. Ukiangalia Duke Ogabuya ni mtu anayeanza kwenye kikosi cha kwanza cha Harambee Stars pale Kenya. Ni mtu ambaye ana hold kweli kweli. Kwa hiyo nahisi wale watatu ndo watu wangu wa maana pale Young Africans. Nadhani tumemsikia chambuzi letu hapa la kimataifa. Mimi niseme shukrani kwa muda wako na kwa muda wote uliokuwa nasi. Nadhani nikabidhishe matangazo haya kwa KY Media TV. Shukrani sana, karibuni sana. Asante.